simu zimekuwa ni tatizo kwa wanafunzi wengi, hususani hapa nchini kwetu Tanzania. Sasa tatizo sio utumiaji wa simu. Tatizo, je, tumiaje simu? Tunaitumia ituletee faida au tunatumia ituletee hasara? Hapo ndipo tunapata matatizo. Sasa kuna namna ya utumiaji wa simu kwa wanafunzi wetu au hata sisi wazazi au hata sisi walimu. Namna ya kwanza ni kutumia simu kwa malengo ya kujifunza. Siku hizi tunajifunza lugha kupitia simu, kupitia mitandao, tunajifunza mambo mbalimbali ya kimasomo kupitia simu. Kwa hivyo tunavyoingia katika kutumia simu sana mitandaoni, tujue tunatumia simu kwa lengo gani? Kwa lengo la kujifunza au kwa lengo la kujifurahisha na kupoteza muda? Hapo ndipo linapoanza tatizo. Lakini jambo la pili ni kutumia simu muda maalum. Simu haitakiwi kupewa kipaumbele sana. Simu inaweza kupoteza muda, inaweza kupoteza malengo na ukajikuta unatoka nje ya malengo yako. Kwa hivyo tunapotumia simu tujiwekea muda maalum. Natumia dakika 10, dakika 20, dakika 30, kisha ninaendelea na mambo mengine. Simu tusiipe kipaumbele sana. Lakini jambo lingine ni kuheshimu sheria za shule, kuheshimu ushauri wa wazazi. Tunapoheshimu sheria za shule, hii itatusaidia sisi kubaki katika malengo yetu makuu. Na madhara yake sasa tumeona, kuna baadhi ya wanafunzi wengine mpaka wamefukuzwa shule, wengine wamepewa suspension ya muda mrefu, kiza muda mrefu kwa nyumbani. Kwa hiyo hii inakufanya wewe unakosa masomo ambayo yangekusaidia kufanya vizuri na kufanikiwa katika masomo yako. Kwa hivyo sheria za shule, ushauri wa wazazi na misingi ambayo viongozi wetu wametuwekea ni lazima tuifuate ili tufanikishe malengo yetu ya kimasomo tukiwa kama wanafunzi. Lakini jambo lingine, lazima kuangalia unakwenda kuangalia kitu gani. Kuna baadhi ya maudhui ya mitandaoni yanakuwa yanapoteza maadili, yanapoteza muda na muda mwingine yanafanya mwanafunzi kutozingatia malengo makuu. Kwa hiyo tunapokwenda kuangalia, tunapochukua simu, tuchague maudhui ya kwenda kuangalia, tuchague vitu ambavyo vitatujenga kiakili, tuangalie vitu ambavyo vitatusaidia, mafundisho mbalimbali, mafunzo mbalimbali, kozi mbalimbali ambazo zinatolewa mtandaoni. Ndio vitu ambavyo wanafunzi wanatakiwa kuvifuatilia kwa asilimia kubwa. Sisi kama wazazi au sisi kama walimu, kazi yetu ni kuwafuatilia watoto wanapotumia simu kuangalia. Je, wanakwenda kufanya nini? Kuangalia game, kucheza game, wanakwenda kujifunza au kwa lengo tu la kujifurahisha na kupoteza muda? Kwa hiyo kama wazazi lazima tufuatilie, tusiwe wazazi wale poa poa. Wanafunzi wanasema mimi babangu poa sana, mimi mamangu poa sana. Hali hii tunaona kama tunawapenda watoto wetu, lakini sio kuwapenda, bali tunawaharibu. Lakini jambo lingine ni kuwafundisha, ni kuwatengea muda maalum wa kutumia simu, na tunawaambia kabisa kwamba muda huu sio muda wa kutumia simu. Muda huu unampa ruhusa kutumia simu, lakini unamfuatilia anatumia simu chini ya uangalizi wako. Hali hii ya kumfuatilia, kumfundisha, kumwelekeza inaweza ikasaidia kufanya yeye atumie simu kwa malengo mazuri, lakini tusimpe uhuru uliopitiliza katika utumiaji wa simu. Ndio mwisho wa siku tunakuja kujilaumu wenyewe, tunasema watoto wetu wamebadilika, watoto wetu hawatusikilizi, watoto wetu hawana heshima, lakini kumbe wameona kutoka kwa sisi wazazi. Lakini jambo la msingi kabisa ni sisi wazazi au sisi walimu kuwa mfano wa kuigwa. Je, tunatumiaje simu? Tunatumia muda mwingi katika mitandao, katika simu. Kwa hiyo na wao pia watakuwa wanaiga au nao watakuwa wanafuatisha kutoka kwa sisi. Kwa jambo la msingi ni sisi wenyewe kuwa mfano bora katika matumizi ya simu. Kama utakuwa umejifunza chochote katika mafunzo ambayo nimeyatoa leo, andika hapo na mimi nitapitia, na nitafurahi zaidi kuona sote tunajifunza pamoja. Hatua moja leo, mafanikio ya kesho. Asante.